Bana, mambo vipi Tanzania, mambo vipi South Africa? Petit Ricardo nikiripoti kutoka hapa makao makuu ya timu ya wananchi, na maanisha mabingwa wa kihistoria barani Afrika na Tanzania kwa ujumla. Bana, ni nini ambacho tumetufanya tuwe hapo siku ya leo? Kaa chini brother, ni kitu kikubwa kinakwenda kutokea siku ya leo. Ni Young Africans wameshusha bonge la press kuhusu mchezaji wao mpya anaitwa Peter Shalulile au Swala wa mbuga za Namibia. Kama unavyotuona hapa, tuko Jangwani, tumekusanyika na watu mbalimbali watufuatia moja moja kupitia The Real Life TV. Tunakuletea matangazo haya moja kwa moja tukitokea hapa Jangwani, tunamaanisha nyumbani kwa mabingwa bwana. Na kama unavyoona leo, Shalulile akiingia hapa ndani atakutana na historia ambayo bwana Young Africans imepata kuitengeneza miaka michache hapo nyuma. Kwa hiyo bwana, sisi kama wana habari tuko hapa katika makao makuu ya Young Africans kukuletea matangazo haya moja kwa moja. Bana, usikose kufuatilia matangazo haya katika kipindi chetu cha TV yetu ya The Real Life TV katika YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok na Facebook. Karibu sana Mtanzania kufuatilia katika matokeo haya yanaenda kutokea hapa ndani ya Jangwani. Tunamaanisha nyumbani kwa mabingwa wa kihistoria. Bana, hakuna kuongea sana, time inakuja. Tanzania, mambo vipi South Africa? Petit Ricardo reporter hapo nikiripoti kutoka hapa Jangwani, nyumbani kwa machampion, nyumbani kwa mabingwa, nyumbani kwa machampion kama wanavyosema Ufaransa. Je, maoni yako ni yapi kuelekea katika press hii ya kumtambulisha Peter Shalulile, wenyewe wanapenda kumuita Swala wa mbuga za Namibia? Bana, mambo vipi? Salama kabisa. Bana, majina yako ni nani, unatokea wapi na kwa nini uko hapa? Mimi natokea Kinondoni, jina langu walozoea kuniita Last Born wa Yanga. Wewe ndo Last Born wa Yanga? Bana, ni nini kilichokuleta hapa leo? Tumekuja kumpokea mchezaji wetu mpya Peter Shalulile, mchezaji ambaye tulikuwa ni ndoto yetu kummiliki mchezaji wa aina hiyo. Kwa hiyo tumekuja kumpokea mchezaji huyo kwa furaha sana. Mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, habari ya kazi? Salama. Watanzania wanapenda kujua jina lako, wangependa kujua nini kimekufanya wewe leo uje hapa? Mimi kwa majina naitwa Halima Rashidi Barwani, na kichonifanya kunije hapa Jangwani, mimi ni mwana Jangwani kindakindaki. Toka utoto mpaka leo nimezeeka. Kwa hiyo Jangwani ndo damu yangu. Kwa hiyo nimefurahi sana kusikia mwanangu huyu Peter Shalulile anakuja, nikaona pia nisilale. Toka asubuhi nimekaa hapa kumsubiri mwanangu huyo Peter aje tumpokee, ili atupe raha, atufurahishe wazee ndani ya mioyo yetu, ili tuwakere watu. Kuna stories zinasema kwamba Peter Shalulile hajasajiliwa Yanga. Zilikuwa ni kampeni za kumfanya bwana Engineer Hersaid aweze kupata urahisi. Kwako wewe, una comment gani kuhusu hilo swala? Hayo ni maneno ya watu. Unajua mfamaji lazima atapitape. Yaani mtu yote akitaka kufa kwenye maji atatapatapa, atanyosha mikono juu, atatoa ulimi, lakini yule alikuwa ni wa kwetu, ni wa Yanga, na ndio maana amekuja kuvaa uzi wa njano na kijani Jangwani. Kwanza kitu namba moja ambacho tumetoka mkielewa waandishi, Young Africa isikilizi mashabiki. Young Africa inasikiliza uongozi na wanachama wa klabu. Kwa hiyo sisi tukimsikia shabiki anatokea pembeni anaongelea kuchafua uongozi au kumchafua Engineer Hersi au kusema Hersi alikuwa anatafuta kura sio kwa ajili ya nini na nini, hizo ni maneno tu ya watu ambao wamekosa la kufanya. Kwa hiyo sisi mashabiki na wanachama wa klabu yetu tunauamini uongozi wetu. Sisi tunawaamini wachezaji wetu wapya ambao wamesajiliwa na uongozi. Naamini uongozi wa Young Africa kumsajili Peter Shalulile ni kutokana na changamoto ambazo walikuwa wameona Young Africa wamepitia muda mrefu kwenye eneo la striker. Sasa Young Africa safari hii umefika mwisho wakati wa kwenda kuteseka kwenye eneo la striker, na kiu ya mashabiki wa Young Africa ilikuwa ni kumpata striker wa kufunga magoli mengi sana. Kwa hiyo Yanga wamemchukua Peter Shalulile, top scorer wa muda wote wa Afrika, ambaye amefanya mambo mengi na makubwa sana. Peter Shalulile hamna mtu ambaye hamjui. Kwa hiyo huyu striker tuliomleta, huyu historia yake ni kubwa, inajulikana kuliko mastrika wote waliopita Yanga ambao wamekuja kulitengenezea jina pale Young Africa. Huyu Shalulile huko alipotoka tayari ana historia kubwa. Tofauti na wakina Maele ambao tumewaleta wamekuja kulitengenezea jina Young Africa. Tayari ni tayari striker ambaye anajulikana na Afrika, so Yanga Afrika inamjua. Kwa hiyo Shalulile na yeye kabla ya kumaliza soka lake, ndoto moja wapo aliyokuwa nayo ni kuichezea klabu ya Yanga Afrika. Kwa hiyo Shalulile ameona kabla ya kumaliza mpira ameamua kuja kutimiza ndoto yake ya kucheza Yanga Afrika.
Kwa hiyo wale mabwana ambao walisema kwamba hapa makao makuu ya Young Africans watapageuza msalani, una ujumbe gani wa kuambia wale? Tunachowaomba kwanza, warudie usajili wao upya tena. Tumewapa nafasi. Bwana wanadumbia. Yaani zisajili zilizopo waendelee nazo hizo, afu wasajili wengine tena, kwa sababu kuna tetesi ambazo nimezipata. Striker mwingine ambaye sasa hivi wanapambana naye ni Mashaka Pogba. Huyo ndo striker pekee ambaye sasa hivi wanakaribia kumalizana. Mashaka Pogba huyu wa Ndondokapu. Mashaka Pogba huyu wa Kinondoni. Mashaka Pogba wa Kinondoni. Jana uongozi wa Simba umekutana na familia yake, umalizana na Mashaka Pogba. Na mpaka sasa hivi almost deal done, imefika 95%. Kwa hiyo ndo mchezaji wao wa mwisho walombakisha. Sasa kama tumeshapata ofa ya kumchukua Mashaka Pogba huyo, waangalie na striker mwingine jamani. Huko tunakoenda, kama wanategemea kina Mashaka Pogba ndo waende wakawavushe hatua ya robo finali, waende nusu finali, jamaa watateseka sana kwa kweli. Yaani sisi tunashauri, alafu wao wanaenda kupambana na kina Mashaka Pogba sasa hivi. Asiwa jamaa wajipange sana kwa kweli. Bana, leo hii nimekutana na mtu ambaye amekuja kuthibitisha kwa macho yake, maana yeye alikuwa haamini na pia alikuwa hakubaliani kabisa kwamba kampuni ya JSM kupitia Young Africans inaweza kumleta Peter Shalulile, swala wa mbuga za Namibia. Hebu ngoja tuende tukamuulize na tukapata maoni yake kuelekea katika shughuli hii. Bana, mambo vipi kaka? Safi bana. Kwa sio kujua kwa majina, maana kuna wengine hawakufahamu vizuri. Mimi naitwa Yusufu Jayara, the international playmaker. Wao wakipenda wananiita Chambuzi Lialia. Bana, anajiita playmaker. Ina maana ni totali kabisa. Bwana, ni nini ambacho kimekuvutia mpaka kuacha usingizi na kuamua kuja katika historia hii ambayo inaenda kuandikwa leo na Young Africans? Kwanza ni CV ya mchezaji mwenyewe. Peter Shalulile, ukiwataja top striker barani Afrika huwezi acha kumtaja Peter Shalulile. Ametuthibitishia kwa kipindi kirefu sana, tena akiwa kwenye timu yenye pressure kubwa sana. Mamelodi Sundowns, ukipata nafasi ya kucheza wewe shukuru. Yaani kitendo cha kuwa tu bench pale, wewe tayari ni mchezaji na hakuna timu ambayo ukienda utashinda kufanya. So Peter Shalulile ni miongoni mwa top striker ambao hakuna timu ambayo ilikuwa itamani kuwa naye. Ugumu ulikuwa ni namna gani ya kumpata. So kwa muda mrefu sana kila timu ilikuwa inatamani kuwa naye. Simba imetuma ofa, Yanga ilituma ofa, na timu zingine tofauti na sisi ambazo zinatokea Tanzania zimetuma ofa kwa Peter Shalulile, lakini imekuwa rahisi kwa Yanga, pengine inawezekana kutokana na ushawishi wa watu ambao walivalia njuga hilo jambo husika, kwa maana ya JSM pamoja na engineer Saidi. Lakini pia inawezekana kiasi cha pesa ambacho Shalulile alikuwa na kihitaji, basi Yanga waliweza kufikia, na ndio maana tukaweza kumuona akivaa tena ama anakwenda kutambulishwa leo rasmi kuivalia jezi ya Young Africans kwa msimu ujao. Bwana, huo ndio muda ambao Shalulile anaingia bwana. Bwana, hebu kwa karibu na sisi ili tushuhudie mwamba anavyoingia. Naona wananchi kila mmoja ana furaha hapa Jangwani bwana. Sio poa, unaambiwa Shalulile ameingia. Bwana, kama unavyoshuhudia hapo, Peter Shalulile anaingia hapa ndani ya ofisi za Young Africans hapa Jangwani. Watu tushuhudie nini kinakwenda kutokea. Lakini naamini wananchi leo wanakwenda kuwafunga midomo wale wote ambao walikuwa hawaamini kwamba timu ya Young Africans inaweza ikafanikisha kumsajili Peter Shalulile. Karibu sana mpenzi wa mpira na shabiki wa Young Africans kushuhudia hafla hii ambayo inakwenda kutokea kwa mchezaji nguli kabisa kutoka Namibia. Hakika leo ilikuwa ndio siku ambayo ilikuwa inasubiriwa sana na wapenzi wa mpira wa Young Africans. Bana, Peter Shalulile sasa ndio anaingia hapa katika headquarters za Young Africans. Anaingia katika ofisi za makao makuu ya Young Africans. Peter Shalulile bana, kila mtu ana shauku ya kumuona Peter Shalulile. Kila mtu ana shauku ya kumshuhudia Peter Shalulile jinsi anavyoingia katika headquarters hizo za Young Africans. Furaha mwana Yanga, furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa A-class wanaotoka Afrika na kukubali kuja kucheza kwenye timu yetu. Safari ya kujenga jina na heshima ya klabu yetu limeanza muda mrefu sana,
lakini sasa tumeanza kuelekea kwenye hatamu ya kuweza kuvutia wachezaji wakubwa barani Afrika. Kumuona Peter Shalulile akitoka kwenye klabu ya Young Africans sio tu heshima kwa Young Africans, lakini heshima kwa mpira wa Tanzania. Wote tunafahamu heshima aliyojenga Peter Shalulile akiwa na vilabu mbalimbali barani Afrika, lakini tunamzungumza Peter Shalulile ambaye anatoka kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns ambaye ni mabingwa wa Afrika katika msimu huu uliokwisha. Nafasi yake kuja kucheza kwenye klabu ya Young Africans na maamuzi aliyochukua hayakuja bahati mbaya, yalikuja kwa sababu Young Africans ina mradi ambao unaheshimika na mradi ambao umeweza kumvutia mpaka ameamua kuja kucheza klabu ya Young Africans. Heshima hii sio tu kwa ajili ya Tanzania, heshima hii ni kwetu sisi wana Yanga, lakini pia taifa kwa ujumla. Wote tunafahamu jitihada kubwa za serikali pia kuweza kuwekeza kwenye miundombinu, na sasa viwanja vinajengwa, tunakwenda kuona AFCON. Kitendo cha yeye kuja Tanzania kinatupa heshima wa Tanzania nje ya mipaka ya nchi yetu na kusema taifa letu sasa limeheshimika kwenye football. Heshima hii ambayo inatungwa na uwepo wa wadhamini wetu kwenye klabu ya Young Africans. Tuwashukuru sana wadhamini wetu wote, tukianza na SportPesa ambaye ni mdhamini mkuu, lakini nichukue fursa hii pia kumshukuru sana Khalid Said Mohamed kupitia kampuni yake ya TSM. Natamani mwelewe ya kwamba sifa kubwa aliyokuwa nayo Peter Shalulile katika bara la Afrika tunaweza tukaizungumza usiku kucha hapa. He is the all-time top scorer wa ligi kuu ya South Africa. Akiwa kwenye kilele cha mafanikio yake, anakuja kuvaa jezi ya wananchi katika msimu ujao. This club, Young Africans, the oldest the club that was established in 1935 with 91 years of age, and this is the clubhouse that was built in 1970s. In terms of success, we have chosen the right club. We're the most successful football club, 22 trophies, and forget about the other tournaments, we're on top of everything. And the second one is sitting at 22. So there's a gap of 10 trophies on top of number 2. Next season, we have the biggest obligation, number 1, to retain our trophies, and it's going to be the record for the 6th time winning this. And I'm sure we have done in Sundowns. We've done so many times, winning at least 7 trophies in a row. So we're going to win the 6th one next season, and you'll be part of this flag, carrying the flag of Young Africans. But moreover, we want also to do well in the Champions League. And you become the champion. You have the recent trophy and the medal of CAF Champions League. And we want you also to bring the medal of CAF Champions League to this club of Young Africans, which is going to be part of your family next season. Allow me to say that there's a lot of excitement for the fans, there's a lot of excitement for the media as well, and people have a lot of respect for you, and they're expecting you to do the best, and I'm sure you can. One thing that I want you to assure, at this club, we have a lot of respect for you, we're expecting a lot of professionalism, you're bringing the top experience in the continent, and no doubt, you're going to make it to Young Africans and make it this club the most proudest club in the continent. Allow me to invite you to Young Africans, and we're more than happy to have you here. Say asante sana. Asante sana. Good evening, everyone. First of all, I would just like to say thank you to the Almighty for this opportunity to be here. He makes it possible for us. I appreciate your energy. Thank you for your energy. The fans, I really love your energy. And like the chairman said, it's a group work. It's about working together, fighting together, and never giving up. For trophies, we need to stay together. Doesn't mean only on the pitch, but even the supporters
We need to love one. I don't know whether this is the right platform, but I will take this honor to thank the chairman. You know, it has not been easy, you know, amongst all the clubs around Africa, you know, calling me and all that, but I chose the big club. And this is a hell of you. And I believe that this year and next year it's gonna be an exciting season for us. And I pray what I carry, I bring it onto my teammates and onto the chairman and onto everyone here, and we will celebrate together with many more trophies. Thank you so much. Thank you so much.